lile kundi ambalo lenyewe halijaingizwa kwenye kibali, that group that is outside the favor, halijawahi kutulia, it can never stop. Litahakikisha It will make sure kama mganga anaweza kukupindua, if the witch doctor can uproot watakwenda kwa mganga. they will go visit a witch Litahakikisha doctor. They will make sure kama kuna msoma nyota if there is ana uwezo wa kupindua, that can turn around, wanajaribu kufanya hivyo. they will do so. Na kuna watu hapa wengi mmeathirika kwa sababu ya kibali. Sema leo hiyo vita niachia kwa jina la Yesu. Sema leo hiyo vita niachia kwa jina la Yesu. It is going to cease in the name of Jesus. Kamtazame Daudi. Go and look at David. Baada ya kupiga kinubi, after playing pepo akamtoka mfalme. The demon was casted out from the king. Baadaye later on akapelekwa kwenda kwa Wafilisti. He was brought to the Philistines. Akaambiwa ukifanikiwa kuniletea, and he was told once you're successful to bring ngozi 100 za Wafilisti, 100 skin of the Philistines, wanaume, the males one, nitakupa binti yangu wewe. I will give you my daughter to marry. Mfalme alimpeleka apigana maadui ili akiamini kwamba atauawa. Sent David believing that he will die on Anashangaa the jamaa battlefield. amemletea hizo ngozi 100. And then he was amazed that he won and brought back the 100 skins. I'm speaking in parables. Akaona huyu jamaa hafi. So he saw that David could not die. Akipelekwa vitani na yuko mbele kabisa, when he goes to the battlefield ili atandikwe haraka afe, so that he could, lakini jamaa hafi. But he was not. Siku moja anatoka vitani, so late, one day that he was sauti zikasikika zinasema kwamba there were voices heard. Daudi ameua makumi elfu. David killed. Alafu mfalme ameua mangapi? 10,000 fold. Shughuli yake ilianza siku hiyo. And then there was a problem from that day. Kadogo ka kijana haka kanasifiwa na umati wote katika nchi. Alafu mimi mfalme then I, the king, sisifiwi. Muulize mwenzako, huwa unafanya nini? Ask your neighbor. Simama mahali mwenzako amesifiwa kuliko wewe. Muulize. What do you do when your fellow man is praised more than you? Unajisikiaje mwenzako akifanya vizuri kuliko wewe? How do you feel when others perform better than you? Na akasifiwa mbele yako kuliko wewe. And they begin to be praised before you. Mwambie sema ukweli. How do you feel? Namba Mike. Hapa ndio kuna ushetani taka tuvunje leo. Hatuongelee upande mmoja tu. Yaani mwenzako amesifiwa kuliko wewe. Nini huwa unawaza? Huwa unaanza kuplani kitu gani? Tena inabidi tuulize wa mama zaidi, maana kidogo wa baba hawana shida. Wa mama zaidi. Huwa unafanya nini? Nani mkweli kabisa? Anyoshe mkono. Hamna hata mmoja. Huwa unafanyaje? What do you do when others are praised more than you? Lazima ujisikie vibaya. Swala pili kwa mama. Now the second question to women. Uko nyumbani. You are at home. Kashangaa mume wako. Then you find your husband. Anamsifia mwanamke mwingine kwamba mama fulani mzuri. Saying that this woman is very beautiful. How do you feel as a wife? Tunaanzia mbali ndo mtatuelewa, maana hamuelewi sasa hivi. Mama, Bwana asifiwe sana. Praise Jesus. Nani atasema tu kwamba kweli ni mzuri? Mama nani hapa? How many of you can say yeah? Mwanamke gani hapa? She is beautiful. Hata mmoja hayupo. There is no single one who could say that. Bwana asifiwe sana. Praise Jesus, man of God. Kasikia mkeo anakuambia. Then you hear your wife say, yaani baba fulani pale jirani, that man the other side, yaani mzuri kweli. My neighbor, he's very handsome. Anakuambia habari kama hiyo. Your wife is telling you, she is praising another man. Anakuambia anafanya kazi kwa bidii. She's saying that they're working very hard. Ile wewe umelala tu hapa ndani. But you're just lazy. Unajisikiaje? How would you feel as a man? Baada kuna picha hiyo, so once you see this picture, uelewe usimlaumu Sauli. You do not need to blame Saul. Kutaka kumuua nani? Daudi. Upate picha kwa sababu wewe mwenyewe umejipima. Umegundua ni ngumu sana. Tena mama wengine wanaweza kapambana mpaka and some could even akisifia mdada wa kazi wataondolewa kesho asubuhi haraka. And take down those who are being praised. Na mko hapa. Umetulia kama umeokoka lakini mlishafukuza dada wa kazi wa kutosha. You have chased down your housemaid a lot. Tena ukuta baba hajamsifia. Umeona tu kama kuna kitu fulani sikielewi hapa. You see something. Dada watu wanatia anaondolewa haraka. Nafahamu angefia gereza. Hatima ngapi za watu hapa Tanzania? How many destinies of people in Tanzania zimeuawa kwa sababu walikubalika. Have been killed because they were once accepted. Waza yo mama. Need to think of those things. Kuuawa kichawi, they were killed by witchcraft or being attacked kwa sababu tu just because anaonekana na kibali. They seems to have favor or grace. Kwa hiyo tunahitaji neema mwaka huu. So we need grace this year. Ukiishia tu neema unauawa. But
Once you have this grace, you can die. You could die. Unahitaji ya pili, inaitwa nini? So Upako. you need the second thing called anointing. So ninakoelekea ndo utanielewa sasa. Aliye na kibali The one who has favor na hana upako and does not have anointing, atauawa kwa vita za kibali. that person could be killed. Aliye na kibali but the one who has favor na ametiwa mafuta ya and upako, has been anointed, wakija kumgusa once they come to attack wanakutana that kind kibao of person, kimeandikwaje? Touch not. they find something written, Sio the usiwaguse. favored one. Touch not the anointed one. Usiwaguse wapako Kwa lugha mafuta nyingine, wako. In other language, the favored anaruhusiwa kuguswa. the favored can be touched. Mwenye kibali anaruhusiwa kuuawa. The graced one can be killed. Aliyetiwa mafuta haruhusiwi The kuuawa. anointed one, he or she is not allowed to be killed. Tumemchanganya mtu mmoja. Lakini rasilimali zote zinatoka kwa nani? Kwa All Mungu. these resources, they come from God. Ukiishia kupata kibali na If you neema, end up just getting favor or utakubalia grace, kwa watu wote, you will be accepted by lakini all, utauawa. but you're going to be Siku killed. zako zitaanza kuhesabika. Your days will be numbered. Viongozi wangapi katika taifa How many leaders in our country, wameuawa kwa sababu ya kibali? they have been killed because of this favor? Eh? Wangapi? How many do we know? Wachungaji wangapi How many great pastors, walikubalika jimboni, they were accepted in their kanisa na mkubali pastor the churches accepted kuliko them askofu? more than the bishops. Barua inakuja uhamisho kesho And then the asubuhi. later a transfer later Hama comes kutoka Dar es Salaam, that they need to relocate nenda from Dar es Mbinga. Salaam, go to Mbinga, Anaenda somewhere there. Mbinga, They anakuta go to washirika the other watatu. place. They just ameondoka kwenye have kanisa few nini? La maelfu. Kwa sababu gani? members. Why? Askofu amegundua The bishop huyu realized that pastor ana kibali kwa this watu wake pastor kuliko has askofu. favor more than me.